Mambo vipi, uhali gani mpenzi mtazamaji wa King Morris TV? Nikukaribishe katika makala nyingine. Makala ya leo tutaangalia bodaboda aliyebeba mzigo. Usiku una siri nyingi. Barabara za vumbi, taa hafifu za pikipiki na sauti ya upepo huonekana za kawaida. Lakini kuna usiku mmoja, usiku ambao haukuwahi kuwa wa kawaida. Hii ni hadithi ya Juma, dereva wa bodaboda wa kawaida kabisa. Sio mchawi, sio tapeli. Ni kijana wa kazi aliyekuwa anatafuta riziki kama watu wengine. Lakini safari moja tu, safari ya dakika chache, ilibadilisha maisha yake milele. Juma alikuwa akiishi pembezoni mwa mji mdogo, karibu na pori lililokuwa halitembelewi sana. Kila siku aliamka alfajiri, akaosha pikipiki yake aina ya Boxer na anaanza na kazi. Alijulikana kwa uaminifu. Juma alijulikana kutopenda kunywa pombe, kutochukua abiria usiku wa manane. Wazee wa bodaboda walikuwa wakisema, usiku una vitu vyake. Si kila pesa ni halali, lakini siku hiyo hali ilikuwa tofauti. Ilikuwa saa 5 kasoro usiku. Mvua nyepesi ilikuwa inanyesha. Baridi ilikuwa kali isivyo kawaida. Juma alipokuwa anajiandaa kurudi nyumbani, alimuona mwanamke mmoja amesimama barabarani. Mwanamke huyo alikuwa amevaa nguo nyeupe ndefu, uso umefunikwa kidogo, sauti ya chini kwa utulivu akisema, bodaboda, bodaboda, naomba unipeleke kule mwisho wa msitu, nitakulipa mara 2. Juma alisita. Hakuwa na mtu anayeshuka kule. Juma akapata uoga kwa sababu hakukuwa na mtu anayeshuka kule usiku. Lakini njaa na pesa mara 2 ilimfanya Juma aingie kwenye tamaa. Akamwambia, panda. Safari ilipoanza, pikipiki ilikuwa nzito isivyo kawaida. Injini ikaanza kutoa sauti tofauti, baridi kazini kuingia mwilini. Kilichomstua zaidi, abiria hakutoa hata sauti moja, hakujishikiza kiunoni, hakuwa anapumua kwa nguvu. Juma alipogeuza kichwa kidogo kuangalia kioo cha pembeni, hakuona uso, ni kama alikuwa kivuli. Walipoingia karibu na msitu, upepo ulisimama ghafla, vifaru na vyura vilivyonyamaza. Taa ya pikipiki ikaanza kufifia. Ghafla mwanamke akasema, usisimame, usigeuke, endelea tu. Sauti haikuwa ya kawaida, ilikuwa kama watu wawili wanazungumza kwa wakati mmoja. Juma akaanza kutetemeka. Walipofika mahali palipoonekana kama makaburi ya zamani, mwanamke akasema, hapa nishushe. Juma alipomshusha mguu wa chini, uzito ukapotea ghafla. Aligeuka, hakukuwa na mtu, hakukuwa na nyayo, kulikuwapo na baridi kali tu. Kwenye kiti cha nyuma palikuwa na matone ya udongo mwekundu na harufu ya udongo wa kaburini. Juma akaanguka chini. Kuanzia siku hiyo, Juma hakuendesha bodaboda tena usiku. Alianza kuota ndoto zile zile. Alisikia sauti kimuita usiku. Waganga wa jadi walisema, ulibeba mzimu uliotafuta safari ya mwisho. Alifanyiwa matambiko. Alikaa miezi mingi bila kazi, lakini bado hakusahau ile safari. Hadi leo barabara ile bado inaepukwa usiku. Madereva wanasema kuna abiria hawalipi pesa, lakini wanawafanyia vitu vibaya. Je, ilikuwa ni mzimu kweli au hofu ya akili ya binadamu? Uamuzi unabaki kwako kufikiria, je, ulikuwa ni mzimu au la? Lakini kama wewe ni dereva bodaboda, usipuuze safari ya usiku. Una mtazamo gani juu ya makala hii? Makala hii ilikuwa inaelezea chanzo cha Juma ambaye ni dereva bodaboda aliyebeba mzimu usiku. Makala hii inatufundisha kwamba
Haijalishi tunatafuta pesa kiasi gani, lakini uhai wetu ni muhimu kuliko kitu chochote. Lazima tujali uhai wetu. Kuendesha usiku bodaboda ni hatari sana, inahitaji umakini wa hali ya juu. Hadi wakati mwingine, jina langu ni King Morris. Unachotakiwa kufanya ni kusubscribe, kulike, comment na kushare ili uweze kupata makala nyingi. Asante sana, hadi wakati mwingine.